Mwambie jirani yako livunje agano. Mwambie tena livunje agano. Hautavuka salama kama hilo agano hujalivunja. Leo Mungu amenituma tuvunje agano. Lolote lile tuliloingia, iwe kwa uhalali ama si kwa uhalali, ambalo limekuwa kizuizi cha matokeo kwenye maisha yetu, kuvunja agano. First of all, tunatakiwa kujua agano ni nini. What is covenant? Agano ni nini? Na kwa nini agano? Kwa nini Mungu amelitaja agano? Mungu akaweka agano na Nuhu, akasema sitaiangamiza tena dunia. Kwa nini? Kwa maji. Yes. Na agano lake ukawa ni ule upinde. Unanielewa? Yes. Kwamba wakati atakapouona ule upinde alikumbuke agano lake pamoja na mtumishi wake Nuhu. Yes. Katika kile kichaka kilichokuwa kinawaka moto. Yes. Baada ya kutuma, utaenda popote nitakapokuagiza. Yes. Lakini Mungu akafanya agano naye imara. Ndiyo. Akasema, Yes. mahali popote utakapotembea, Ndiyo. nitakuwa pamoja na wewe. Amen. Kwa hiyo usiku nitatembea na wewe kwa wingu, kwa moto, kwa nguzo ya moto. Amen. Lakini mchana nitatembea na wewe na wingu. Amen. Akafanya agano na Musa. Yes. Hata wakati alipokasirika, Ndiyo. Musa alimkumbusha lile agano. Yes. Akamwambia, bwana mkubwa, wewe si ndio uliyenituma? Yes. Sasa ukipata hasira ukawaua hawa watu, nikumbuke agano lako. Umenituma mimi niwavushe hawa watu. Sasa ukipata hasira ukawaua, nani anaonekana hana utimamu? Mungu akilikumbuka agano, anagaini. Mungu anaweka agano imara pamoja na Ibrahimu. Yes. Anamwambia kuanzia leo wewe utakuwa baba wa mataifa mengi. Amen. Kumbuka wakati anampa hilo agano, Yes. Ibrahimu alikuwa hana Isaka. Ndiyo. Lakini anamwambia uzao wako Yes. utakuwa kama mchanga wa bahari. Amen. Hello? Yes. Nguvu ya agano. Yes. Nguvu ya agano. Mungu anafanya agano na Yakobo. Yes. Kupitia malaika anamwambia, kuanzia leo hautaitwa Yakobo, Ndiyo. utaitwa Israeli. Yes. Kwa hiyo Mungu ni Mungu wa maagano. Amen. Na moja kati ya maagano aliyoyaweka na lazima yafuatwe, Yes. ni pamoja na amri zake 10. Amen. Ile ni agano. Yes. Kwamba ukiishi humu, mimi nitakupa hiki. Amen. Sasa kama Mungu anaheshimu maagano Yes. aliyoyaweka yeye, Amen. pia Mungu anaheshimu maagano tunayoyaweka sisi. Amen. Utanielewa tu baadaye. Amen. Utanielewa. Kwa hiyo maana ya neno halisi agano ni mkataba baina ya watu wawili. Yes. Au vikundi viwili. Amen. Maana halisi ya neno agano ni mkataba baina ya vikundi viwili ama watu wawili waliokubaliana kufanya jambo Yes. moja. Amen. Hello? Amen. Agano kwa lugha ya Kiswahili ni mkataba. Amen. Hauwezi ukaenda kwenye kiwanja ukasema tu shika hela alafu hakuna makubaliano. Lazima tuwe na nini? Mkataba. Na naomba leo niende deeper kidogo nielewe. Watu wengi wanaposikia neno agano au mkataba wanaamini ni mkataba tu wa kuandika. Lakini mara nyingi Mungu hakuandikishana na Musa, hakuandikishana na Ibrahimu, hakuandikishana na Yakobo, hakuandikishana na Nuhu, lakini alifanya agano lake imara. Yes. Kwa neno. Amen. Agano la neno linafunga. Yes.
utakuja kutambua baadaye kumbe mwezi wa 3 ulitakiwa uwe umefika mahali. Ila kwa sababu kuna kaagano likafanya nika kwa ajili ya kitu au vitu. Yes. Kwamba mimi nakupa hiki kwa niaba hii. Yes. Mimi ninachinja huyu mnyama Ndio. ili nipate kazi. Mimi ninakubali kufanya kazi na wewe, lakini unilipe hiki. Mkataba ni makubaliano. Yes. Kwa siku ukisema kazi zimekuwa nyingi sana, mtu anakuambia kwenye mkataba uliandika vipengele vya kazi. Wewe ulikubali kazi. Ndio. Na kutaka maelezo kwamba utafanya kazi gani na gani. Kwa hiyo ukitoka na suti yako, pita kwanza chooni na suti usivue. Safisha choo alafu ndio ingia ofisini. Kwa sababu description yako haisemi kwamba wewe ni mfanyakazi tu wa ofisi. Umekubali kuwa mfanyakazi wa wapi? Ujui. Uulize jirani yako, umeingia mkataba gani mwaka huu? Muulize tena, umeingia mkataba gani mwaka huu? Agano linaweza likawa la milele au la muda. Kuna maagano ya muda, mfano mkataba wa muda. Kuna mkataba wa kipindi kirefu. Yes. Na kuna mkataba wa miaka au miezi. Ndio. Mfano watu wanaofanya kazi kwenye viwanda au kwenye ujenzi. Yes. Mkataba wao unaendana na contract ya ile kazi. Baada ya ile contract kuisha, ule mkataba unafanya nini? Unaisha. Yes. Nataka nikuweke wise, nifungue akili yako kwamba kuwa makini na chochote unachokitamka, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho ni mkataba au ni agano. Na kinaweza kukufunga, chaweza kuwa cha kiroho au cha kimwili. Si kama naeleweka na watu. Amen. Unanielewa? Amen. Unanielewa?